Jiji letu la Dar es Salaam linaendelea kukua. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea kuitangaza Tanzania na tunaendelea kupata wageni wengi. Lakini na soko letu la Kariakoo ndio soko la kimataifa ambalo mimi pamoja na ninyi tunapaswa kulifanya soko hili kuendelea kuwa soko bora. Lakini soko letu la Kariakoo ni eneo ambalo linatoa mapato mengi kwa serikali yetu. Hivyo ni eneo muhimu kwa uchumi wa nchi yetu na maendeleo yetu kama Watanzania. Hivyo tuna wajibu wa kuifanya soko letu la Kariakoo kuwa soko bora, salama kwa kila anayefanya biashara. Hivyo ni muhimu kuhakikisha katika soko la Kariakoo tunaendelea kufuata utaratibu mzuri. Ndugu zangu ambao mnaendesha maguta ya umeme, ninyi mpo zaidi ya 5,000 ambao mnafanya biashara hii kwenye mji wa Dar es Salaam. Lakini kwenye eneo la Kariakoo tu hapa mko zaidi ya 3,500. Mko wengi. Wingi wetu maana yake ni nini? Maana yake kuna fursa, kuna fedha. Uongo kweli? Na ili tufanye kazi vizuri, ni vizuri tukatengeneza utaratibu. Kwenye utaratibu mzuri kila mmoja atatafuta fedha zake vizuri. Ila mahala ambapo hakuna utaratibu huwa kuna vurugu. Sasa tunakwenda kurasimisha matumizi ya guta hizi zinazotumia umeme. Urasimishaji wake utaenda kwa mujibu wa sheria na taratibu ya taasisi za udhibiti ambazo wamesema hapa. Na sisi kama serikali tutaendelea kuhakikisha tunalea wote ili kila mmoja aweze kufanya biashara yake vizuri. Lakini tuzingatie umuhimu wa wafanyabiashara wetu ambao ndio wanaopata wateja tunaowapelekea mizigo. Wafanyabiashara wale wamekuwa na malalamiko juu yetu sisi. Sasa nimshukuru mkurugenzi wa jiji ambaye anakwenda kutengeneza utaratibu wa parking, namna gani tunatakiwa kukaa wakati tunatafuta riziki zetu. Lakini nishukuru jeshi la polisi ambalo na wao wanakwenda kutoa elimu kuhakikisha tunaendesha vizuri vyombo hivi vya umeme. Mmekuwa mkitengeneza ajali, lakini jeshi la polisi linatengeneza utaratibu. Nimshukuru kamishina mkuu wa TRA ndugu yetu Yusuf Mwenda, ametoa utaratibu wa namna gani tunakwenda kuwasajili na kusajili vyombo hivi.